kanuni za kifedha kwa watu kuchota masurufu interest, hasa kupitia idara ya intelijensia ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, kwa kisingizio cha kazi maalumu ambayo ndio wangekuwa angalizi rasmi wa rasilimali za umma. Hapa nitawatajia, watanisamehe maana ni dhambi ya Wamasai imewakuta. Watanisamehe, nitawataja mpaka na majina. Atakayechukia itakuwa bahati mbaya, na sio hawa. Ninayo listi ya watu 52. Kwa hiyo namba 1, kuna ndugu anaitwa ndugu Ali Idi Lendikiye. Huyu ni manager wa idara ya intelijensia. Hawa watu wanatokea special branch. Sasa nashangaa mtu kama huyu alichukua shilingi milioni 150 tarehe 1 mwezi wa 3 2024. PV namba ipo. Hii hela unapeleka wapi? Taratibu za serikali zinasema nini? Lakini kuna mwingine, huyu naye anaitwa Bwana Edward Mlela. Alichukua milioni 30 tarehe 10 mwezi wa 11, milioni 80 mwaka wa 2023. Alois Mtui alichukua milioni 75 tarehe 11 mwezi huo huo. Mmoja anachukua tarehe 10, mwingine anachukua tarehe 11. Milioni 23, milioni 75. Pastor Mtondo Ndegea alichukua shilingi milioni 55 tarehe 25 mwezi wa 11. Huu mwezi ulikuwa ni wa kufukuzia kuchukua hela kweli kweli. Mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, account namba tawapa baadaye. Yani na mambo tulio hapa wanasema utatenda dhambi wakati wa giza, lakini giza linakuwa na masikio. Una mahali tu utasikika, utapatikana. Haya, fedha zilizochukuliwa kwa njia masurufu to interest bila kufuata kanuni na taratibu za kifedha kuanzia Oktoba hadi March ni bilioni 1 na milioni 668 wa interest. Vijana wasomi wa Kitanzania, sijui usomi wenu siku hizi ni wa kuchota hela za wananchi basi. Na mimi nasisitiza tu kusema kwamba haya yote ni kwa sababu ya dhambi wanayotendea watoto wa jamii ya kifugaji walioko humo ndani, na wataendelea kuliwa na dhambi hiyo hiyo. La 4, Bwana Kiza alipokuja alikuwa ni lifeist wa aina yake. Gharama za mafuta ya ndege, yule bwana alikuwa anatembea angani. Kama mliwahi kusikia kuna siku nilisema tumepata regime ya Bwana Manongi imeondoka. Yule alikuwa anawaambia sijui ni dokta wa namna gani. Sasa amekuja mwingine, regime ya Bwana Kiza. Alikuwa anafanya kazi anatembea kwa ndege. Anatoka, anakwenda Zanzibar kwa ndege, anakwenda Bukoba kwa ndege, anakwenda Dar es Salaam kwa ndege. Kumekuwa na matumizi mabaya ya fedha za umma kwa kukodisha ndege kwa kisingizio kuwa inatumika kwa ajili ya shughuli za taasisi, wakati sio kweli. Jedwali hapo chini linakuonyesha tarehe 24 mwezi wa 10 2023 account na namba ya hundi inaishia namba 17 ilichotwa milioni 15 kwa ajili ya ndege. 22 mwezi wa 11 kwenye account inayoishia kwenye hundi inayoishia 42 imechotwa milioni 14. Kwenye tarehe 28 mwezi wa 11 23 hundi inayoishia namba 10 imechotwa milioni 30. Na kwenye tarehe 2 mwezi wa 12 ili tuende watu wajitayarishe kwenda Krismasi kuongoja kwa haraka, imechotwa shilingi milioni 100. Hapo ni milioni 159 Bwana Kiza alikuwa ametumia kwa muda huo. Muhifadhi wa Ngorongoro kulala hoteli ya kitalii kwa gharama ya shilingi milioni 400. Analala hoteli moja inaitwa Member of Grand Melia, zamani ilikuwa inaitwa Wildlife. Mtu huyu kwa siku anatumia dola 1250 kwa siku.
anatumia dola 1250. Kwa muda wa miezi mitatu tu aliyokuwa pale ametumia shilingi milioni 400. Huyo ni Bwana Kiza. Ametumia hizo pesa kwa siku hiyo. Alikuwa anatumia hiyo pesa. Aliyekuwa kamishna wa hifadhi tangu kuteuliwa kwake mwezi wa 10, amekuwa akilala katika hoteli ya kitalii Wildlife Lodge, member of Melia, iliyopo ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, na inakadiriwa kuwa hoteli kuwa gharama za kulala hoteli hiyo kwa siku moja ni dola 1250, ambayo ni zaidi ya shilingi milioni 3 kwa siku, ambayo amelala hoteli hapo kwa zaidi ya miezi 4, bila kuzingatia kuwa kumekuwepo na uwezo wa yeye kuishi kwenye nyumba aliyokuwa anaishi mtangulizi wake, au kutafuta hoteli za gharama nafuu aende kulala Karatu hata kwa shilingi 1050 kwa siku. Kiasi hiki cha fedha ambacho kimetafunwa na mtu mmoja ndani ya miezi 4 kingeweza kusaidia kusomesha wanafunzi wapatao 154, 98 wa kike na wengine wanaume, wa watoto maskini walioko Ngorongoro. Fedha hizo zimeishia katika hoteli ya